Usipotambua majira sahihi, hata kama majira hayo yamefika, huwezi jua. Soma Kutoka, kitabu cha Kutoka sura ya 6 mstari wa kwanza pale mpaka wa 9. Neno la Mungu linasema, Kutoka 6. Tuko hapa wana Mungu? Nisome chap. Nasoma chap mimi mwenyewe. Biblia inasema, Bwana akamwambia Musa, sasa utaona nitakavyomtenda Farao, maana kwa mkono hodari atawapa ruhusa kwenda zao, na kwa mkono hodari atawafukuza katika nchi. Kisha Mungu akasema na Musa akamwambia, mimi ni Jehova, nami nilimtokea Ibrahimu na Isaka na Yakobo kama Mungu Mwenyezi, bali kwa jina langu Jehova sikujulikana kwao. Tena imethibitisha agano langu nao la kuwapa nchi ya Kanaani, nchi ya kukaa kwao hali ya ugeni. Na zaidi ya hayo, nimesikia kuugua kwao wana wa Israeli, ambao Wamisri wanawatumikisha, nami nimelikumbuka agano langu. Basi waambie wana wa Israeli, mimi ni Jehova, nami nitawatoa ninyi mtoke chini ya mizigo ya Wamisri, nami nitawaokoa na utumwa wao, nami nitawakomboa kwa mkono ulionyoshwa na kwa hukumu kubwa, nami nitawatwaeni kuwa watu wangu, nitakuwa Mungu kwenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi ni Jehova Mungu wenu, niwatoae mtoke chini ya mizigo ya Wamisri. Nami nitawaleta hata nchi ile ambayo naliinua mkono wangu niwape Ibrahimu na Isaka na Yakobo, niwape iwe urithi wenu. Mimi ni Jehova. Sikiliza 9. Mungu akawaambia wana wa Israeli maneno haya, lakini hawakumsikiliza Musa kwa ajili ya uchungu wa moyo na kwa ajili ya utumwa mgumu. Haleluya. Pointi yetu inasema, usipotambua majira sahihi, hata kama majira hayo yamefika, huwezi kujua. Hapa ni ndugu zetu ambao Mungu aliutambua muda sahihi wa kuwatoa kwenye utumwa. Mungu ameahidi kwa baraka kubwa na amejitambulisha. Nilitegemea watakaposikia hii taarifa watashangilia, wataona muda na majira ya kutoka kwenye utumwa umefika, lakini neno linasema hawakumsikiliza Musa. Mungu anasema, nimekumbuka agano langu la kuwapa Israeli nchi yao, na sasa waambie nitawakomboa kwa mkono ulionyoshwa. Musa alipowaendea hawakumsikiliza kwa sababu ya uchungu mioyoni mwao. Uchungu wapi? Nisikilize, uchungu wapi? Mioyoni mwao. Hawakumsikiliza kwa sababu ya uchungu uliokuwa moyoni mwao, lakini pia hawakumsikiliza kwa sababu ya utumwa mkubwa waliotumikishwa. Ndiyo hapa jana nikakwambia Israeli walitakiwa kukaa miaka 400 Misri, lakini leo na utakayoyafanya kesho. Lakini ya juzi achana nayo, yaliyokuumiza juzi achana nayo, yaliyokutoa machozi achana nayo, yaliyokukosesha amani achana nayo. Jivunie leo ya kwamba Bwana umenipa leo, nitaifurahia leo yangu, kwa sababu ndiyo siku ambayo Bwana umeifanya, nami ninajivunia hiyo, kwa kuwa nitakuwa mtu wa tofauti kabisa. Haleluya. Tumeumizwa na jana na juzi kutwa hiyo, na wakati huu tunaishi leo. Tumetembea katika gamba la juzi, na wakati huo tupo leo. Tumeshindwa kusamehe kwa sababu tulitendewa juzi. Hatusemi umetenda hivi, tusema wewe ulifanya hivi. Ulifanya, imeshapita. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa utumwa ulimfanya watu hawa wasipokee muujiza wao majira sahihi. Majira sahihi usiyafunge kwa tabia zako. Majira sahihi ni ya kujiweka wewe wakfu mbele za Bwana, kujikabidhi kwa Bwana. Bwana atakupa wazo sahihi kwa ajili ya kutenda jambo fulani ili mambo yako yabadilike. Lakini ndani yako ukijaza utumwa wa mambo yaliyokutesa, huwezi kujua wakati sahihi. Na ndio maana unakuta ule utumwa uliwafanya hawa watu wazunguke miaka mingi katika jangwa, kwa sababu ulikuwa unawatesa. Ndani ya moyo wako usiteswe na maisha yaliyopita, usiteswe na maumivu yaliyopita, usiteswe na mahangaiko yaliyopita. Anza leo, anzisha tabia ya kumwelewa Mungu leo, anzisha ukuu ndani yako leo. Hata kama kwenu hakuna mkubwa, hakuna wa kuheshimika, anzisha wewe. Usianze wazazi wangu walikufa mazingira haya, sijui wajomba. Anzisha wewe. Kama hakuna mtu wa kuheshimika kwenu, wewe na uwezo wa kuzalisha kizazi cha heshima kwenye familia yenu. Acha kuzungumzia habari za wengine, jizungumzie wewe. Wewe unafaidisha nini? Unaleta taswira gani wewe? Hey! Haleluya! Kwenu ni sawa, hawajawahi kujenga nyumba za bati, hawajawahi kununua hata gari, hawajawahi hata kuwa wasomi. Wewe sasa unazungumziaje? Haleluya! Ukikaa na wanao, waambie wanangu, lazima kwenye nyumba yetu tuwe watu wakuu. Wajulishe habari za Mungu unayemwabudu, unayemlilia. Waambie wanangu, msiniaibishe. Sikusoma, sikuwa na heshima, lakini kwa ajili ya Mungu wangu lazima nyie muonyeshe kwamba mimi namtumikia Mungu aliye hai. Piga kelele kwa Bwana kama umenielewa. Achana na mambo yaliyopita, anzisha kizazi kitakachomjua Bwana. Badilisha mtazamo wewe, badilisha historia wewe, andika ukurasa. Na ndio maana kama hapa nimejaza hapa, siwezi kuanza kulia, sijui nitaandika wapi, sijui wewe, ziko karatasi nyeupe kabisa huku. Hizi karatasi zinanisubiri niandike. Kwa kama mambo yalijazwa na wajukuu zako, sijui na babu zako, sijui na mashangazi, wakaweka mikataba, wakaweka maagano, wewe fungua ukurasa unaoitwa Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Anza kuziandika nyaraka zako hapo. Yesu anasema yeyote amwaminie, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Haleluya, 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 haleluya. Lazima yatengenezwe mambo mapya. Mpigie Bwana Yesu makofi. Yaliyoshindikana kufanywa na wazazi wetu tutayafanya sisi. Yaliyoshindikana kufanywa na vijiji tulikotokea tutayafanya sisi. Yaliyoshindikana kufanywa na marafiki zetu sisi tutayatenda, na si kwa nguvu zetu, bali ni kwa jina la Bwana wa majeshi. Maana nasema si kwa uwezo wala kwa nguvu, bali ni kwa Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwa hiyo moyo wako unatakiwa kumpa Bwana nafasi ya kwamba haya majira mimi nitakuwa hivi mpaka lini? Unatembea, ni mwanamke, ni baba, ni mwanaume, unatembea mitaani, unajiambia haya maisha mpaka lini? Siko ba, siko kilabuni, siko mitaani kwa wanawake, niko kwa Mungu. Kwa nini niishi hivi? Kuna maonezi gani yanafanyika? Kwa nini? Kwa nini isikose ndani ya mtu ambaye bado mambo hayajafanikiwa? Biblia inasema, enyi wenye kumkumbusha Bwana, msifanye kile
kimya mpaka atakapoifanya Yerusalemu kuwa sifa. Sasa wewe bado hujawa sifa, bado hujawa utukufu. Umeridhika, una starehe, umepanga, una starehe. Uleti shida wewe, uleti janga. Yaani huna majanga wewe. Una watoto 3 bado umepanga, una watoto 4 bado umepanga, na bado umeridhika. Humtafuti shetani alikokaa. Yaani unamchokonoa aseme wakati tumemfumba kinywa. Sikiliza, mtu wa namna hiyo, unaona kabisa watoto wako mnapishana kwenye nyumba ya kupanga. Wewe ndio maana wakati huo kama baba unahamia kanisani, unamwambia mke wangu naitafuta nyumba kanisani. Unapiga maombi hapa, asubuhi uko kazini, unakesha hapo, unamwambia hey, baba gawa kipande cha kanisa nipatie mimi. Hey, baba gawa uwanja wa kanisa nipatie mimi. Mungu anasema hiki hapa kichwa sahihi, hiki hapa kichwa sahihi. Unashika ukuta, unamwambia Bwana sina hata tofali kwenye nyumba yangu, kwenye maisha yangu, gawa tofali moja nipelekee kwangu. Unakumbatia nguzo, unamwambia baba watoto wangu wanalala kwenye kupanga, hamisha. Haleluya! Huku unamtumikia Mungu, huku unamwambia Bwana lazima mambo yabadilike. Siwezi kuishi maisha ya utumwa wakati na kutumikia Mungu aliye hai. Haleluya! Mtu ambaye unajielewa kabisa unamtumikia Mungu aliye hai, huwezi kuwa mnyonge mbele ya wanyonge. Sikiliza, mbele ya wanyonge sitakuwa mnyonge, ila mbele ya baba yangu nitakuwa mtoto. Lakini mbele ya watu wasiomjua Mungu nitakuwa jitu, kwa sababu ni mtoto wa jitu. Nitakuwa mwana wa mfalme. Wataniona kwa kana kwamba sina chochote, lakini ndani yangu nimebeba hazina za mbingu. Waliobeba hazina za mbinguni hawawezi kuwa wanyonge, hawawezi kuwa omba. Wanajitoa sadaka kwa Bwana. Unamwambia Mungu ninakutumikia usiku na mchana. Sikiliza. Wakati Ezekieli umefika muda wa kufa, Mungu akamwambia Isaya, nenda kwa Ezekieli mwambie hakika atakufa, kufa na atakufa. Isaya akamwendea Ezekieli, akamkuta yuko hekaluni. Akasema, Ezekieli? Akasema naam. Akasema, nimetumwa na Mungu, muda umefika wa wewe kufa, hakika utakufa. Kumbuka Ezekieli alikuwa anaumwa kaugonjwa kadogo tu, lakini akamwambia kufa na utafanya nini? Utakufa. Sikiliza, jitu la mbinguni linadai haki. Likapasura lokaya rabosha, likajigeuza ukutani, likamwambia baba, bado kidogo, muda wa kuja kwako bado kidogo. Kumbuka nilivyotembea mbele zako kwa haki na kwa adabu, kwa hiyo bado kidogo. Mungu akamwambia Isaya, nimesikia kuomba kwa mtu mwenye akili, mwambie kufa na hata kufa. Nimemwongezea miaka 15. Haleluya!